Safari ya mafanikio ni kama vile safari ya mwanamke baada ya kupata ujauzito. Mwanamke anapopata ujauzito hawezi tena kuishi jinsi anavyotaka, hawezi kula kila anachotaka, hawezi kuongea anavyotaka, hawezi kwenda mahali anapotaka, hawezi kukaa na kila mtu. Mwanamke anapopata ujauzito, kutokana na kile alichokibeba, thamani ya kile alichokibeba, ili kije kitoke kikiwa kina nguvu, ili mtoto aje atoke akiwa ana nguvu, akiwa na afya nzuri, mama hawezi akaishi jinsi anavyotaka, bali inabidi aishi kutokana na masharti jinsi, ili iweze kumsaidia huyo mtoto aje atoke akiwa na afya njema. Sasa katika safari ya mafanikio, maisha yako hivyo hivyo. Unapokuwa una ndoto kubwa, ile ndoto ambayo iko ndani yako inakupa nidhamu ya kuishi, inakupa jinsi ya kuishi. Kuna vitu ambavyo inabidi vibadilike kabisa katika maisha yako ili kuhakikisha ndoto yako kubwa inaweza kutimia. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikabadilika pale unapokuwa una ndoto kubwa na ili iweze kutimia, kitu cha kwanza ni kubadilisha marafiki. Unapokuwa na ndoto kubwa, huwezi ukatembea na kila mtu, huwezi ukaongea na kila mtu, hauwezi ukakaa na kila mtu. Tafuta watu ambao wanasapoti ndoto yako kuhakikisha inatimia. Tafuta watu ambao wanahakikisha kwamba kile ulicho nacho kinalelewa, kinapewa sapoti. Usikae na watu wanaokukatisha tamaa, usikae na watu ambao wanakukatisha tamaa na kufanya wakate tamaa. Hicho kitu kinaweza kikapotea. Ndoto yako inaweza ikapotea, au unaweza ukaipata lakini ikachelewa. Kwa hiyo mama mjamzito anapopata ujauzito hawezi akakaa na kila mtu. Atakuwa karibu na watu wa afya, atakuwa karibu na waangalizi wake, atakuwa karibu na washauri wanaomshauri ili kuhakikisha kile alichokibeba kinatoka kikiwa na afya njema. Na wewe ili uweze kuhakikisha kwamba ndoto yako inatimia ikiwa ni ya nguvu, lazima ukubali kubadilisha marafiki. Kitu kingine, lazima ukubali mama mjamzito anapobeba ujauzito hawezi kukubali kula kila kitu. Anashauriwa kula chakula ambacho kinampa yeye afya pamoja na kile ambacho amekibeba. Kwa hiyo kwenye mafanikio ni hivyo hivyo. Kila mtu anapokuwa na ndoto kubwa hawezi kukubali kila kitu kiingie kwenye akili yake, hawezi kukubali kila kitu kiingie kwenye masikio yake, hawezi kukubali kuona na kuangalia kila kitu. Lazima atakuwa anaangalia vitu ambavyo vinahakikisha ile ndoto inakuwa haraka, ile ndoto inaweza katimia. Kwa sababu kuna maneno mengine unaweza kaangalia, kuna vitu vingine unaweza kaangalia vikakupoteza kabisa, vikakukatisha tamaa, vikakupoteza katika ndoto zako. Mwisho wa siku ndoto yako itashindwa kutimia.